Beatrice ananizunguka mimi. Mama Michael. Mwanangu. Na kuona kabisa umependeza kabisa. Kawaida mama. Kabisa? Hivi tangia kipindi kile Anita hajarudi kwako tena? Yaani mama huyo mtoto achana naye. Yaani kashashindikana huyo mtoto. Yaani ameshindikana. Si sasa hivi iko kinaonekana. Yaani nina muda mrefu simuoni. Si iko wapi sasa hivi. Mara ya mwisho kuongea naye ni kipindi kile ambacho nilimwambia aje ajiunge na sisi, maana kila wakati eta nakuja misaada. Nilimkatalia, nilimwambia hivi, kama umekataa na kufuta kabisa na kudiriti kwenye akili yangu, tena unyayo wako usije ukaonekana kwangu. Sasa mama, ni wao. Hebu tuachane nao. Sasa tunahangaika na pressure. Kama hata siangaiki. Achana nao kabisa. Mume wake alinipigia simu akasema hivi tena kwa msisitizo hata kuja. Yaani huyo Anita amejifanya kiburi, amejifanya kichwa ngumu. Tunamtoa kwenye shida, yeye anakatalia kwenye shida. Mimi sina msaada mwingine, mimi kama mzazi wake ni kumwacha hangaike. Nimemshauri sana. Yaani mwanangu kabisa nilikuwa nampenda. Ninapomuona yuko anahangaika na shida, roho inaniuma, lakini mambo mengine unaachana nayo. Ni pale ambapo nitangangania eti nampenda, kumbe na mimi najiharibia. Sasa mama, hebu ngoja kwanza niende nyumbani. Yaani maacha watoto peke yao. Hamna mtu mwingine. Sasa mama, tuonana baadaye. Ngoja nikusindikize. Haya mama. Shemeji, karibu. Asante shemu. Habari za hapo shemu? Asante, salama shemu. Habari ya wewe? Ni nzuri. Sawa, utokako huko? Huko nitokako salama shemu. Kaka hajambo? Hajambo. Sawa. Hapa hawajambo. Sisi hatujambo kabisa. Eti? Niambie za siku. Asante, salama. Eti? Unataka hata kuja kutuona. Ni majukumu shemeji. Majukumu gani ambayo hayaishi? Vipi kakangu? Mbona simuone siku hizi? Kako shughuli nyingi. Unajua anatafutia familia. Sawa. Ndio kuadimika hivyo. Ndio kuadimika huko. Sawa. Maana akikaa tu familia italia. We bi, hebu njoo hapa. Mteo binti nani yako? Yaani shemu huyu binti. Wewe acha tu. Ana mauzi ya kujua mwenyewe. Umekula. Nimekuita ili nikuulize kwa nini ulitaka kutuchonganisha na wifi yangu? Lengo lako lilikuwa ni lipi? Mimi haya yanihusu dada. Upo. Ya afya yako mimi haya siyajui. Kwanza sasa hivi wako wapi? Au ulikuwa unamtaka kakaangu wewe? Nimtake? Nisimtake. Dada hayakuhusu. Yananihusu. Maana wewe kazi yako ni kuchukua tu waume wa wenzio. Hata kama nikiwachukua na wachukua wewe au nawachukua mimi. Yaani wewe. Wewe shemeji. Yaani wewe shemu ungeacha nikamfundisha huyu. Shemeji, hebu ngoja mimi nimuonyeshe huyu. Kwa nini umetuachanisha? Yana nadharau huyu. Yana kazi kuingilia tu familia yangu huyu. Shemeji, hebu yaache tu shemeji. Yaani shemu mimi sitaki kabisa yani. Yaani huyu, nilikuwa nataka nimfundishe leo. Wewe dada, umeshinda hata kufundisha mume wako. Uje unifundishe mimi. Mume wangu mimi nimfundishe nini? Afu wewe kaka. Kwa lipi yani? Unaejifanya unajua kushauri ugomvi. Nakwambia hivi, mwambie sijui ni dada yako, sijui ni shemeji yako. Popote tukikutana, anione kama kituo cha polisi wewe. Majenga hizi jamani. Koma na wewe. Muone sura mbaya.
Unauma? Nilivyochoka. Hata kitu bwana siwezi kufakaa tu hapa. Karibuni. Asante rafiki yangu. Habari za siku? Sio nzuri ndugu yangu. Unavyoniona, nimetoka kumtafuta mwanangu. Rehema. Mama rafiki yangu, yani umekonda, unaumwa. Hata kuoga siku hizi hauogi. Kulikoni? Mama Rehema, na kuona taarifa zako nimezipata. Jamani, hujaenda kwa mchungaji wako akamwombea mwanao? Amekuwa kibaka mitaani. Siku ile ulisema mimi mwanangu atafunga ndoa, sije atafanyaje, utanipa kadi. Kwa hiyo kadi ni ya mitaani. Iko wapi hiyo kadi? Mchungaji hajaomba? Yule mchungaji wako wewe si mwana maombi? Imekuwaje tena na kuona mitaani mguu na njia? We mama, we usinizoe wewe. Mchawi mkubwa wewe. Ndicho kilichokuleta hapa. Na wauliza nyinyi. Yaani watu wengine ni kama wametumwa washirikina. Hivi wewe mtoto mdogo unamfuata tu mama yako, ushirikina tu. Mama yako amemaliza kumtoa baba yako kafara. Na wewe mama miguu. Uangalia tena uchunge. Kwanza ukute nyinyi ni chanzo cha mwanangu kupotea. Tena umkomi mwanangu. Tena umesema mume wangu amefariki. Nimemtoa kafara. Mume wangu ni pesa. We vipi we utakufa na umaskini? Komba. Mwanao mbona umemwombea? Hauna pesa? Mwanao amekuwa kibaka mitaani. Atarudi tena kuna mpango wa kumtoa mjukuu wako. Sasa we mama acha ushirikina. Sasa tena mtoke hapa kwangu sija kuangalia ushirikina hapa. Eti nimechoka. Mguu na njia mitaani kamepauka na nguo zimemuishia. Jamani. Wewe unanini kama ni tajiri? Jamani. Anatamani kofia langu jamani la kitajiri. Ona sasa. Jamani. Hebu tena mchoke. Tena mkiniona mpite mbali. Na wale wenu mwanangu asionekane. Kwa taarifa yako, nimeshapata fununu mwanangu alipo. Naomba mtoke hapa kwangu. Kuanzia leo ushosi umekupa mama. Mimi na washirikina sitaki. Mimi nimeshamrudia Mungu. Sasa nakwambia hivi, ni mwanao ulimzaa lakini yuko kwangu. Yuko kwa ameshaje upande wangu. Nenda, unajihangaisha bora. Nenda muondoke. Tunaondoka ila Yaani eti matajiri mnatembea kwa miguu. Nywele zenyewe vieleweki matajiri. Yaani kuna watu wengine wamekalia ushirikina hata kubadilika hamna. Mwanangu ye. Tupo basi. Asante. Za basi kwa sisi baba. Ni nzuri. Mimi mwanangu mimi nimetulia hapa. Tupo Naona basi. nimemeta asante. Asijane nimemeta ndugu yangu, yani hapa nimetulia hapa. Uko nafanya nini? Mwanangu niko naangalia movie hapa. Unaona hizi movie za gani? Last Boy. Last Boy mwanangu, yani unaanza kutoa, yani si unaona hizi. Yani hizi zote ni mpya aisee mwanangu. Yani unaonaje? 7 zimefikia 7 aisee. Wamefika mbali, wamefika mbali. Za nyumbani aisee mwanangu. Ni nzuri za kwako. Mwanangu mimi niko nipo. Nina siku ambayo simuoni bibi wangu, yani mwanangu. Yani natamani kumuona aisee. Yule Rehema? Mwanangu yule Rehema aisee. Na masiku ambayo simuoni sijui amekaelekea wapi mwanangu. Nikwambie kitu? Niambie mwanangu. Rehema alitoroka. Alitorokaje ndugu yangu? Hebu niambie ukweli ndugu yangu. Alitorokaje? Niambie ukweli babu. Wewe si rafiki yangu. Niambie mdogo wangu. Ni kweli au sio ukweli kabisa? Yaani hao ni matani yako tu ninavyokujua wewe. Nimeshamaliza kukuambia. Hebu ngoja niende. Halo? Yusufu. Nilikuwa nataka nikuulize hivi ile hela ulinipelekea benki? Aha, safi sana. Sasa
Kuna muamala mwingine wa hera. Umeshausikia? Ukirudi upite hapa kwangu ili tuendeko hiyo sehemu ambayo tunatengeneza muamala wa hera. Ni kahera karefu hivi, najua tena tutaongeza kununua gari. Sawa. Beatrice. Vipi? Poa. Habari za siku? Nzuri, vipi wewe? Safi. Uko poa lakini? Yeah. Lakini si kama nilivyokuzoea. Siko sawa tu leo. Kuna shida yoyote imetokea? Labda ulikotoka kule? Hamna shida, ila siko sawa tu. Okay. Sawa. Anyway, pamoja na hayo, mimi nilikuwa na shida na wewe. Maana nimekuwa nikikucheki kwenye ile namba yako, inakuwa haipatikani. Sasa, nilikuwa nakuomba. Naomba jioni kama utakuwa na muda, tukutane. Au unasemaje? Poa, nikipata muda nitakuwa. Sawa, haina shida. Basi, nitakucheki basi. Au umeshabadili namba? Ni ile ile. Haya, nitakucheki. Haya, bye. Odi mama. Mama. Karibu. Odi. Karibu. Asante. Karibu tupo. Naona kabisa unacheka cheka. Yaani. Shikamoo mama. Marahaba, ujambo? Sijambo. Habari za nyumbani? Ni nzuri, tunamshukuru Mungu. Karibu tupo kijana. Asante mama. Asante. Habari za hapa mama? Ni nzuri. Asema mama, na wewe ulikuwa huonekani. Majukumu mengi. Ila wewe huwezi kujua mizunguko yangu, ni kweli. Na wewe mama una majukumu? Tena makubwa. Na hapa kabisa nyumba kama hii una majukumu kweli? Kama sisi. Majukumu makubwa mwanangu. Kweli mama? Ukishayajua ya kwangu na wewe yatakupendezea kabisa. Nami nimefika mama, nijionee. Sasa mama, kilichonifikisha hapa, kuna kitu nataka unisaidie. Nimekuja unisaidie. Mama, mimi unavyoniona hapa, maisha yangu sio mazuri. Kila siku nahangaika lakini sipati. Lakini tukakutana na baba mmoja akaniambia kwamba nije tuongee na wewe. Ndio maana nimeulizia, wakanionyesha kwako. Kwa hiyo mama, nataka unisaidie. Wiki hii tulikutana na mchungaji, na yeye nikamueleza kuhusu maisha yangu. Kabisa alinishauri, lakini bado sijafanikiwa mama. Ndio maana nimekuja kwako wewe, labda kuna kitu naweza kanishauri nikafaulu. Sijakuelewa. Nikusaidieje? Nimeambiwa kwamba wewe ni Mwanangu, nimekuelewa vizuri. Wewe ni jasiri na utakuwa komando.